Bwana Yesu apewe sifa. Mtazamaji wangu na rafiki yangu, ni wakati mwingine nakuja mbele zako. Nataka nizungumze topic ndogo sana inayohusiana na nguvu ya mwanamke ndani ya kanisa. Nguvu ya mwanamke ndani ya kanisa. Ukisoma maandiko matakatifu nasema mwanamke ameumbwa kwa heshima, thamani na nguvu ya kipekee kutoka kwa Mungu. Nguvu yake si tu ya kimwili bali ya kiroho, hekima, uvumilivu na uwezo kabla ya maono, na uwezo wa kubeba maono. Mwanamke ameumbwa kwa kusudi. Mwanzo 2:18 Mungu anasema si vema mtu huyu awe peke yake. Kwa hiyo ameumbwa kwa kusudi la kumsaidia mwanamume mwenye kusudi, maana mume ndiye kichwa na mke yeye ameumbwa kusaidia maono au ndoto alionaye mume wake. Hivyo basi ukisoma Biblia inasema kwamba mwanamke ni jeshi kubwa. Na kwa nini nasema ni jeshi kubwa? Ukienda mahali pengine maandiko yanasema kwamba waiteni wanawake waliostadi waje waomboleze kwa ajili ya uovu ambao umekusudiwa kupandwa kwenye familia, kwa mabinti zetu. Waomboleze kwa ajili ya mabinti zetu. Maana yake nini? Mwanamke amepewa sehemu kubwa sana kwenye ufalme wa Mungu, namna anavyoweza kushikilia nafasi yake na hadi aidha mume, aidha kanisa, aidha hata chochote kinachofanywa. Ukiona kuna mafanikio, ujue kuna mke mwenye busara, kuna mke mwenye heshima, kuna mke anayemcha Mungu, kuna mke ambaye anajitambua asili ya nguvu yake mwanamke. Ukiona kanisa liko vizuri, jua kuna mwanamke hapo amesimama. Ukiona ndoa inaenda vizuri, jua mwanamke amesimama imara. Ukiona chochote hata kibinadamu tu, ukitaka kuona kwamba mwanamke ni mtunzaji mzuri sana, lakini adui akimuingia mwanamke ni mharibifu sana. Moja, mwanamke anaweza kawa sababisho la mafanikio. Pili, mwanamke huyu anaweza kawa sababisho la uharibifu. Na ndio maana unakuta maandiko yanasema kwamba usimpe mwanamke mchawi kuishi. Na ukisoma Biblia asilimia kubwa kwenye maandiko unakuta wanawake ndio walikuwa wachawi sana. Na hii roho inabeba mpaka sasa. Unakuta baadhi ya wanawake wamejawa na roho za ushirikina sana. Ushirikina, kuroga mme, ushirikina wote ule. Yaani wanaoongoza kwenda kwa waganga wapi kutafuta mambo ya, ni vitu vingi sana wanavifanya, ni baadhi ya wanawake. Lakini wanawake wanaojitambua, wenye ufahamu wa Mungu, wanajua nguvu yao, asili ya nguvu yao, hawa watu wanakuwa ni wacha Mungu, wanampenda Mungu, wanapenda familia zao, wanapenda wachungaji wao, wanapenda mitume, manabii, wanapenda ibada kwa ujumla. Ni watu wanaosababisha kazi ya Mungu iwe na utukufu mkubwa sana. Mwanamke, nguvu ya mwanamke ni kubwa sana. Mungu akubariki sana. Tutazungumza kwa mapana kidogo habari ya siri iliyojificha kwa mwanamke wiki lijalo, na Jumapili ya kesho unaweza ukakaribia. Tutazungumza walau kidogo nguvu ya mwanamke. Mwanamke ni jambo muhimu sana. Yesu mwenyewe alitunzwa na wanawake na alililiwa na wanawake, ndio, lakini wanaume ndio walisababisha kumsulubu Yesu. Sasa tuseme wanaume ni wabaya, nao tutazungumza kipande chao. Wanaume ni kichwa. Na wewe mwanamke ukishaambiwa mwanamke, asili ya mwanamke, nguvu ya mwanamke, sifa za mwanamke ni nyingi sana, ila usije ukabeba utukufu wa mwanamume. Mwanamume ni mwanamume, hata kama na umri mdogo bado ana heshima kubwa. Ni kichwa chako hicho, usidharau. Hii mambo ya 50-50 hii ni ushetani mkubwa sana huo. Hatuwezi kukubaliana nao kwamba eti 50-50. 50-50 hii ni dunia, vitabu vya Mungu vimekataa. Hatuna 50-50. Tunajua kwamba mwanamume yuko nafasi yake, then mwanamke ana nguvu yake akishika maadili na maongozo ya kimungu. Katika jina la Yesu, ubarikiwe wewe mwanamke unaosikiliza ujumbe huu, ukiufanyia kazi kwa ajili ya utukufu wa Bwana.
Shalom shalom, ni mimi rafiki yako Prophet Edson Kasim mwana wa Sanga. Shalom.